Clouds TV, empowering lives. He said, these are nations who are mightier than you, and when the Lord your God delivers, oh Makata, when the Lord your God delivers them to you. Hallelujah. So wachana na maombi mingi ya kusema nigekonyona akaugatumia nigekomenya nejoi nigekomenya ni dauna maya maru nikipiga hii magoti chini watajua mimi ni nani. Hakuna. There is nothing. Hakuna mtu atakujua. In any case okumaha wono ketatanogo and nothing will do. When you take the battle to you, God leaves you and abandons you. But when you release to God, you see, when he delivers, the Bible says that when God delivers them to you. So from the word go, you have not been involved in the battle. You have not been involved in this struggle. It is God that is in this struggle. It is God that is in the plan. It is God that is doing every job. Everything is being done by God. It is not being done by you. It is not being done by your neighbors or your clan or your relatives. Nobody is coming in. God has done it, that when he delivers your enemy into your hands. So there is a point of allowing yourself so that God can give you the prominence of letting all your neighbor wakuje kwa mikono yako. That is allowing God to struggle the battle for you. Allowing God to do it for you. He will bring them to you. Not you going for them. He will bring all the enemies to you, and he will cause them to suffer in your hands. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he will cause them to make sure, and he'll cause everything that is and when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them. Hallelujah. That is the only time God will allow you to do the job. That is the only time that God will allow you. That after he has done the entire job, the donkey work, he has completed the battle, he will bring them to you. To do what? To conquer them. Hallelujah. He will bring them to you. It is him to bring the enemies to you. Maadui hao wote ambao unawaona, he will bring them yeye mwenyewe, and that is the only way he will require you to do something to conquer them, because already they have been conquered by him. So because he wants to magnify you and cause you to be seen that this is the hand of God, he will cause you to conquer them. He will cause you to sit on them. He will cause you to suppress them and to make them cry. Hallelujah. So until now, there is nothing, there is nowhere you are involved in this battle. And then you shall make no, then the Bible says, and when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. So there are two things here. You shall conquer them and utterly destroy them. Once God has won the battle for you, you don't make treaties. You shall conquer. And once you conquer, the instruction from heaven is you shall utterly destroy them. Because God has done it. Because God has won, and you only wait until wameletwa kwenye mikono yako. You only wait until God speaks to you and tells, now you can handle the case. Otherwise, maadui wetu, they are more superior than us. They are more powerful than us. They are more clever than us. Why? Because when they are planning against you, you are not aware. Whoever that plans against you and you are not aware, that person is superior, no matter how big or small, because you didn't know they were planning. So whatever will happen to you, it will be an ambush. And when you are ambushed, it means you are under. But that is why they are clever than you. That's why they are smarter than you. I thought there were seats in the front. Where are the ushers in this house? Then when he decides to do the battle or to win this battle, it is because you have let him do and let the will of God be done.
Bwana Yesu asifiwe sana. Until you let God do his will, until you let God do his plans, until you let God do his all what he wants with you. Because at every level of your life, God has a reason for you. At every space, at every move that you make, God has a level, has a plan for you, and has a plan for every move you make. When you are a young boy or you're a young girl at 1 year, there was a level of God in you. And when you became 2 years, the level improved. When you get 10 years, the level continued to improve. As you improved, you became a different person. You didn't become the same person that you were. You changed from, listen to them, please. You have given instruction, listen to them. Therefore, when God has a plan, and when God has an arrangement for what is happening, then God has already done it. So you must fall in the plans of God, in the arrangement of God, in the desires of God, in the will of God. We win battles. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, what does he do? And you must be able to know when to let God fight your battles. That is what this scripture is telling us. That you must be able to know when to let God do the battle. You must be able to understand, is it the right time for the battle? When you are coming here, tunakuja kuvuja madhabahu, lazima uelewe ni wakati wa kuvuja madhabahu ama ni wakati, kwa sababu ama ni kunisikia ulinisikia kwa TV na ukasema sasa huyu ndio anavuja madhabahu, ukuje mara moja tuvuje madhabahu. Are you ready? Uko tayari kuvuja madhabahu? Is wakati wa kuvuja madhabahu umefika? There is time for everything. Biblia inasema kuna wakati wa mvua na kuna wakati wa dry season. Kuna wakati wa kukula na kuna wakati wa kutokukula. Kuna wakati wa kulala na kuna wakati wa kuamuka. Bwana Yesu asifiwe sana. There is time for everything. So has the time matured for your deliverance? Because you may be coming here for every time umekuja miezi 6, but nothing is happening. Lakini mwezi wa 7 you see something happening and you are not touched. Hata unakuwa delivered in your house, you get into a dream, you start dreaming about deliverance, and you are delivered without a pastor. Because the time for your deliverance, I ignite, nitaanzisha the deliverance, lakini kama ilisemekana ni mwezi wa 9 itafanyika, that is the time it's going to happen. Because that is according to the plan of God. That is according to the arrangement. And that is why you are able, wakati ulikuwa na watch TV, you are not watching the TV, our channel. You are looking for another channel. Na uka stop, ukaona this person. Na ukataka kusikiza. And from there, ukaanza kusikiza because God has his plan. God has his own arrangement. Anakupanga kulingana na venye anataka ufaulu katika maisha. Kwa hivyo kila malengo ya Mungu yanapokuja, yanakuja katika malengo tofauti na mipango tofauti. Naweza kukuombea leo, ukose kuona matunda, ukose kuona anything, but in future 3 weeks to come, 3 months to come, unakuta kile kitu mliombea kimefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na labda umesafiri umeenda mbali. Labda umesafiri. Na kuna mwingine anaweza kuja saa hii hata nimwangalie tu kwa macho na uone kila kitu chake kimebadilika. Ni kwa nini? Kwa sababu kipindi cha mabadiliko kilikuwa kimefika. So it is about the season. It's about God's plan. It's about God's agenda. It's about God's will. It's about what God has in store for you. The plan of God is associated to the timings of God. So there is nothing that will work outside the timings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must know when to let God fight your battles. You must know. That is why tunaenda kwenye maombi, tunaenda milimani. That is why tunakuwa kanisani tukihubiriwa. That is why we are here. Once ukue prepared psychologically, physically and spiritually. Once upate kujua, is it the right time kuanzisha hii battle? Maana kuna battle unaweza kuanzisha na ikumalize hata kama umeombewa na nani. Kuna madhabahu unaweza kupigana nayo hapa, kumbe wakati wa kupigana na hiyo madhabahu it was not ready, kwa sababu you yourself was not ready for this.
Kuna miracle, kuna Mungu anataka kukubariki na utajiri wa 1 billion bob. Huyo utajiri haiwezi kukuja kama wakati hujafika. Kama wakati wa wewe kutayarishwa kuzoea pesa. Maana kuna mtu hapa unaweza kupatiwa hata 200,000 tu uende ukiukanyaga watu kwa barabara. 200,000. Bwana Yesu asifiwe sana. So God will look, and unaona Mungu anatutest. Wakati mwingine unaomba Mungu akupatie pesa na unaona anakurushia shilingi 10,000. Unakaa kidogo anakurushia 20,000. Unakaa kidogo anakurushia 50,000. Unakaa kidogo anakurushia 300. Kutoka 50 inaruka 300. Sasa hiyo sasa unakuta unaingia mpaka kwa baba, ulikuwa umetoka kanisani. Nasema acha nioje kidogo nisikie hii kitu inaojagwa namna gani. Kifika huko kwa baba unakuta tusichana kina Wageshi na kina Wagoi wako huko. Unawaambia mmoja anapagusa hii mguu na mwingine anapagusa hii mguu na kuna mwingine ako na kitu ya kukupepeta. Sasa Mungu anakuchukulia tu, anaona this person was not ready for this. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hiyo pesa twako tu wote tunakuwa withdrawn. Tena unaanza process ya 10,000 ama ya 3,000 ama process ya 100 shilling, kwa sababu kuna venye unaweza reduce mpaka 100. Unakuta tu ile pesa unafanya, hata unapata shilingi 1,000 ama 3,000 unafanyia kazi, lakini ile pesa itaingia kwa mfuko yako ukienda nyumbani ni shilingi 100 peke yake. Sijui kama unajikuta kwa hiyo umetengeneza pesa shilingi 5,000, lakini ile pesa utaenda nayo, na ukienda nayo inatoshea matumizi yako ile unataka. Unakuta hapo nje kuna mama anauza mafuta ya kupika ya kobole. Huyo mwingine unakuta kuna mtu anauza uga ya kupima na kikombe ya shilingi 10. Unakuta kamia kako kana kupatia chakula na unashiba. Because it is the plan of God. Amekuanzisha tena upya. Kuna watu wengi mlikuwa matajiri sana hapa, lakini muko chini. Kwa nini? Because mlifika mahali mkapatiwa ngazi kubwa, mkaenda huko mkaanza kuikojolea. Sasa Mungu anatokaga ana withdraw kwa sababu hataki ukufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati wa kubarikiwa haukuwa umefika. So God will not want you to die, because if you die, you will die prematurely, and he had plans, good plans for you. That was the Bible says, that I have good plans for you, not to destroy you, not to kill you, but to do what? To make you happy. Therefore, if there is good plan, na ameinitiate kwa failo yako kumeandikwa the good plans, and he has tried you, amekufikisha kwa 100,000, ukafanya maneno hilo ulifanya, anakurudisha tena 01. So that is why unakujaga hapo nakuta tunajaribu kuomba, ama unakuja unaniambia venye biashara ilikuwa imepanda lakini sasa iko chini. Tunajaribu na kuuliza maswali tunaongea kwa sababu nataka kuelewa kama ni uko na vita na Mungu ama uko na vita na shetani. Kwa sababu unaweza kuwa na vita na Mungu, na ukikuja nikijua uko na vita na Mungu, hata uniombe shilingi 1 siwezi nikakupatia, because hiyo vita itarudi kwangu. Mungu ataniuliza, nilikuuliza unisaidie. Mimi ninanyorosa mtu, mbona namwambia ingilie kwa dirisha? Bwana Yesu, ushaisaidia mtu, kusaidia mtu akuje alale kwako tu, vita inaingia kwako. Bwana yako anakuletea shida, na bwana yako ni bestie, anakuwa bestie. Mnakosana tu, na ukipita hata nje unakuta hata kuku inakurukilia jogoo. Inakurukilia hivi kwa sababu uko na adui ya Mungu kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. You got the enemy of God, because when God is dealing with you, nobody can even, hakuna mtu anaweza, hakuna. Na ukijaribu kuingilia hiyo vita, wewe unanyorosa kwa Mungu, anaachanaga na yule kwanza, anakushikamata, anakunyorosa vizuri. Alafu anaendea kule kwingine, anaenda kumuuliza, sasa tumemalizana na huyu alikuwa anakusaidia, sasa sema maneno yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So therefore it is very important to understand what kind of battles are you in. Are you doing the battle in the right time? Is your battle being done in the right time? Bwana Yesu asifiwe sana. Because you must be able to know what time are you doing the battle. Number 2, do not advance towards your enemies. Hallelujah. That is what this verse imetuambia. Do not advance towards your enemy. Ukijua hawa ni maadui, ukijua hawa ndio wamekupangia, ukijua hawa ndio wanapigana na, leave them. Do not advance towards them until such a time God has defeated them, akuletee kwa mikono yako.
Do not. Hata ukajua hawa ndio wachawi, hata ukakuja nikwambie mama yako ndio mchawi ndiye anakuroga, ama baba yako hii mateso unapitia ni baba yako, do not advance towards your father. Do not advance towards your mother. Do not advance towards the people around you. Do not advance towards anything. Just let God do the will. Just let God do his will. Bwana Yesu asifiwe sana. Allow him to do. Because he has a good plan. He has an arrangement on how to do it. He knows which stone to pick. He knows which moment, which time, what to do, where to do, how to do it. Praise be the name of God. Hallelujah. So do not advance. Number 2 is that do not at all. Hata kama umesikia umeingililiwa na watu namna gani, na wewe uko na nguvu na unaona una nguvu, wachana na wao. Because wakikuingililia, wakikupangia hizo vitu wanakupangia, walikupangia kabla ya wewe kujua kuna mpango. Kwa hivyo hujui wamepanga mpaka wapi, na hujui kama hiyo mguu unainua ni mtego umewekewa. Haujui mitego yako imewekwa, bali you withdraw na unarudi nyuma na unakaa unachugulia, unaita Mungu, sasa nionyeshe njia. That is the way you will come, you will be able to conquer. But before that, ukiingilia, you advance. Haujui ni mitego ngapi. Wakati tulikuwa tunafanya combat, wakati tulikuwa tunafundishwa kwa mambo ya combat kwa jeshi, unaambiwa you don't just, ukiingia kwa kichaka, you just don't advance ati mnakibilia hivi. Unaangalia chini ardhi kama imechimbwa, kama kuna kitu kimefanyika, kama mitego imefanyika. Because you might find unaenda unafikiria ni kichaka, kumbe ni mtu ameingia kwa nani, kwa kichaka, amewekwa matawi na kila kitu, kumbe ni mtu, nikaambia anakujugulia tu, ukienda kupita unakurarua. Bwana Yesu asifiwe sana. So monitor, pacify. Unaona jeshi wakiingia katika eneo lilikuwa la kivita, kuna kigari kinaedaka, kina sense kujua kama kuna mabomu zimewekwa kule chini, ama kuna mabuduki, kuna marisasi zimeagushwa huko chini. They don't advance, but they pacify. So before you start that battle, pacify your ground. Taka kujua hawa watu namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka kule Egypt ndio waende Canaan, walitumwa watu 12 waende wakaspy. You must have spies to go and know. That is pacification, pacifying the area, understanding the territories. Wakatumwa wakaambiwa nenda mpaka Canaan, hiyo nchi ambayo tunaambiwa. Go, come with a report. Walipoenda huko, kitu ya kwanza, they went to study, kujua ni watu aina gani walio kule. Walipofika kule wakajua ni watu wakubwa, kisha wakataka kujua ni Mungu gani wanamwabudu. Number 2, na wanaabudu sanamu aina gani kama hawaabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when wana wa Israeli walianza safari, walielewa kule wanaenda. You must be able to understand what hii battle unataka kuingia. Hii vita unataka tuingie, ni vita ina gani? Nimekuwa hapo miaka mingapi? Imekuwa ililetwa siku gani? Is it generational? Is it what is it? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa mnainukaga kwa sababu mmekosana na bibi kidogo, ama mmekosana na mume kidogo, unainuka unasema ni konya na ni kombona atanijua. Lakini haujui huyu mama mnaingiliana naye kwao ni kina nani. Na hujui kama alikushika na gedhito ama ulikuwa upendo. You must be able to understand. Because ni mama labda alikushika na gedhito, wewe unafikiriaga ni bibi, ni genuine love, kumbe ni gedhito kinafanya kazi. Sasa gedhito wakati kimepukuka kidogo ndio unaanza kusema, "Mudu mkono ni ukomenya." Akijua gedhito kimeenda chini anakimbia na ongeza gedhito. Kinakuja juu, akikuja na kuuliza, "Mzee, ulikuwa unasemaje?" "Gaidari, ni kwende, tamani kwende, tamani ni tamakadimu na mimi nikomere kwa iko hutagia." Kumbe it's operation because you try to advance. You did not understand ni kwa nini mke wako amekuwa aggressive, ni kwa nini bwana yako amekuwa aggressive, ni kwa nini mtu mlikuwa mnafanya na yeye kazi amekuwa aggressive. You need to understand, you retreat. Ukiona wamekuinukia, retreat, rudi nyuma. Usiende tena kupigana nao. Wewe kuja unaanza kuruka. Usiruke, utakuta kwa hapo unaruka kuna kishimo, unaanguka chini. Hata haja kuguza, unaanza kusema dekela tu digasho kila lege. Bwana Yesu asifiwe. So do not advance. When there is, ukisikia, ukiona kuna kitu kibaya kwenye maisha yako, umeinukiwa na familia, umeinukiwa na watu wafanyikazi, umeinukiwa na society, the area you are, kwa sababu unaweza kuingia eneo kama hili, eneo la mudhurwa kwa mfano. Kumbe eneo la mudhurwa ni eneo ambalo limekatazwa utajiri wa aina yoyote ile.
Sasa unakuja na biashara yako na kiherehere yako, kwa sababu ndugu yako anakuaga Amerika na anakuaga na pesa na kupatia shilingi milioni 1 ya kufungua kazi, na umepita hapo umekuta watu wakiuza nguo na ukaona hawakuagi na nguo mzuri, kwa hivyo unaweza kuleta nguo mzuri na hapo biashara itakuwa. Uliza kwanza ni kwa nini hawakuagi na nguo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kiherehere. Enda huko kana wao siku 5, tafuta pesa 200 500 ya kukula kachai ka huko. Enda huko nunua hata chai na uji huko kunywa. Kana watu, ingia na watu uweze kuwaelewa wanafanya nini na ni kwa nini zile nguo zote ziko Muturwa ni za Mutumba, hakuna nguo mpya. Hapo watakwambia huko fulani alikuja akaweka kazi ya nguo mpya akaaguka, fulani akakuja akaaguka. Alafu unaenda Muthura, sasa unaenda huko unachungulia, unaona tule tunyumba tuote tuko tumudhuria. Kuna nyumba mzuri Muthura? Hapana. Zote ni kanyumba kama ka 6x5. Kanyumba unaweka kitanda inatoshea. Na huyo mtu ukimkutana naye stage akienda kwao pale bus station, amebeba bagi, amevaa kofia na suti ya jeans, unaona ni kama mtu ametoka Nairobi, kumbe ametoka Muthura. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine wanakuligia wanakaa Nairobi, hakuna. Kama unakaa mkuru wa Nairobi, mkuru wa Jega, si usiende kuambia watu nyumbani unakaa Nairobi, wapi unakaa mkuru kwa Jega. Nairobi iko padihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta kwenu nyumba za kwenu ni mzuri. Ile baba yako amejenga ya bao mzuri. Ama amejenga na mabati na matramu. Amejenga nyumba mzuri Geshagi. Ameweka bodi hizi, ameweka mzuri, kanyumba ni kazuri. Na alafu unakuja kutuambia umetoka Nairobi na umetoka Mukuru kwa Jega. Nyumba mweneiba akipiko na mchugulia hivi wenye anapika. Bwana Yesu asifiwe sana. You must understand the dynamic. Inaitwa Mukuru kwa Jega kwa nini? Inaitwa Mukuru kwa Jega. Jega alikuwa nani? Kwa sababu Mukuru kwa Jega. Jega ni nani? We understand. Jega alianzisha hiyo kijiji. Alianzishaje? Alianzisha na makotoni. Kwa hivyo alianzisha na foundation ya poverty. Sasa kuja wekelea kiduka yako hapo kwa sababu baba yako ama ndugu yako alikutumia pesa. Utakuliwa pesa huko na waizi watakuja wataiba, because you have invaded a territory that you don't belong. Bwana Yesu. So you don't advance to them. You first study. Unafanya study. Ndio unaonanga wazungu wakikuja wanafanyanga kitu inaitwa feasibility study. Ndio wa understand. Kama ni mtu anataka kufanya mining, kuna feasibility study. Kama ni kampuni inataka kufunguliwa, kuna feasibility study. To go and study those people. Una understand mpaka dynamics za huko, udongo ya huko, mvua inanyeshaga siku gani, na watu wa huko, characters za huko, ni wanyama gani wanakuaga huko, ni watu aina gani wanakuaga, ni wafupi, ni wanono, ni wa nini, ni wa Kikuyu ama ni Wakaba. Because kule kuna Wakaba, kuna mambo ya Kikaba huko, na kule kuna Wakikuyu, kuna mambo ya Kikuyu. Muidiota akikuja kufungua kampuni hapa Kenya na Biakwa, the best tribe ni Wakaba. Na hapo anakuwa caution, usiandike Mkikuyu. Sasa yeye mwenyewe ndiye ataanza maswali. Ni kwa nini Mkaba? Anaambia Mkaba ni royal. Na ukimpatia kamshahara hata kidogo anakubali. Lakini ukipatia Mkikuyu umpatie kamshahara kidogo atakubali. Lakini the following day utakuta kampuni iko empty. Bwana Yesu asifiwe sana. So anaelezewa huyu ni mzuri na hata uzuri wake inafika hapa. Na huyu ni mzuri lakini uzuri wake ikifika ukipitia hapo basi wewe kwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. That's understanding the dynamic. Musa akawatuma watu 12 wakasafiri wakaenda mpaka Canaan kwenda kufanya utafiti ndio waelewe ni watu aina gani wako Canaan. Mashamba yao na udongo yao inakaa aje, wanyama wa huko wanakaa aje, maji ya kwao inakaa aje, Mungu yule wanamwabudu anakaa aje. That is when you can only win a battle. Otherwise you cannot win. You can never win a battle of what you don't understand. Huwezi kwenda kusikia kwa sababu bwana yako umesikia ameanza kwenda kwa hii kiama ama hii kitu kingine hii ya maina ya magoto. Sasa unaanza kusema pepo ninakemea, mapepo ninakuja, mapepo, demon. Wewe acha nikwambie, acha ujinga. Usimuite demon. Ndio umuite demon. Fanya feasibility study. Ujue hiyo demon iko size gani. Ni kademon ama ni kidemon.
Alafu ujue kule alienda wametoa busi gapi, wametoa sacrifices aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiunderstand wametoa busi gapi, masacrifice magapi, hapo ndio utaweza kujua utamuita demon at what level. Kwa sababu utamuita demon kwanza kulalue. Ukiingia kwa nyumba upate makofi na bakola sawa sawa. Alafu waambie wewe uko na deni ya shosho. Na ukiambia uko na deni ya shosho unaelewa tu unaambiwa nini? Haleluya. Haleluya. Kwani mnacheka? Kwani mko na deni ya shosho? Ninyi wote naona kama mko na deni ya shosho. Mzee anakuambia hivyo, na kwa sababu yeye ndio mwenye nyumba, utaenda kulipa deni ya shosho. Na analeta shida, na atachukua bakora. Asubuhi utaona wazee na wamama wamekuja asubuhi kwa nyumba. Wanakuambia sasa ndio lale lioni adhuri na hau, na lale lioni atumia. Unaenda pale unaambiwa ule kulingana na mucioyo. Kulingana nini? Kulingana na mucioyo. Na magoko na mamucioyo. Gũkũ gũikaragwo. Unaweza kusema mimi nimeokoka katika jina la Yesu. Katika jina, na hata sadaka hutoagi kanisa hiyo nasema katika jina la Yesu. Yule amefinya busi 7. Oragete buri mugwaja. Ni undu abararie kigogona giake. Na nginya gũkũ kanitha ndũkaona ki. Ukana shilingi 3. Na ukakugira pesa kwa pastor kwa tigiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna, you will never win the battle. Ameua mbuzi, amechinja mbuzi, imemwaga damu. Wewe hata dururu hujaitoa. Alafu unaweza katika jina la Yesu. Hey, the God of Waruinge now speak. The Lord of Waruinge now. Wacha ujinga. Mungu wa Waruinge si wa ujinga. Anaenda safari kutembea, akisikia ujinga imeanza kutumika. Understand huyu mtu amekuja, ni kwa nini alibadilika? Huyu mzee alikuwa mzuri hakuwa hivi. Ni kwa nini all of a sudden ameanza kuvuta tobacco? Ni kwa nini all of a sudden ameanza kutembea na mudhigi, ameanza kutembea kwa hiyo nyumba na anaanza na all of a sudden na akikoa hakuwa anajua kuna deni ya shosho. Na alikuwa anasema ninyi dagaya mahia no. Bwana Yesu asifiwe sana. All of a sudden amechange, ameanza kuna deni. Kwa hivyo kuna damu fulani inatakikana. Ndio maana umesemekana kuna deni. Na ukisikia kuna deni ya chochote kwa wale hujui, hujatahiri. Sasa lazima utahiri, ulipe deni ya nani? Kwa sababu shosho alitahiri. Kwa hivyo sasa wewe utahiri ndio mwage damu, ulipe deni ya nani? Ya shosho. Kwa hivyo there is a covenant ambao unaigizwa ndani yake. Na hiyo damu is a covenant, inaitwa blood covenant. Na blood covenant inakumaliza na hapa unakujaga na katate bob. Na wengine wanakujaga tu na kapo na unaangalia tu hatu. Masekenyo ndio ilikuleta kanisani. Alafu msee ameenda kule amechinja busi 7. Na ametoa kafara zile zote zinahitajika na amefanya ile madhabahu zote zile zinahitajika. Alafu sasa uniambie utashindana na mtu kama huyo? Hawezi. Na ndio na Wakristo mumeshindwa vita kwa kila njia. Waislamu wamewasida. Mpaka juzi ndio tumeinuka hapa, tumepigana na huyo mzee anaitwa Magoto mpaka tukamweka chini. Na wanawake wengi mlikuwa mumeenda. Hapa ninajua kama wanawake 6 7 hapa mlikuwa mumeenda na mnafurahia na unatoka kanisani na kitabaya Madhagi Road na unaenda kwa maina ya Magoto. Na anakuambia lipa deni ya shosho na unakaa mama mzee wa miaka 60 unakaa chini hivi. Unafanya nini? Ati ni deni ya shosho. Bwana, na wewe ni Mkristo na unatoka kwa madhani ya gosho ya kumaria dawa na kila mwaka wa 2025 Yesu nakoja bure. You are not grounded on anything. Maana nini? Aliyekutangulia ambao mnapigana naye ametoa dhabihu kubwa, ametoa dhabihu strong, amekuwin. Sasa hata upige makelele. Sisi tukiwa Mungeke tulikuwa tunachinja mambuzi na mang'ombe. Na tunasema shamba yako tutachukua. Tunachukua udogo ya shamba yako. Tunachinja buzi na ng'ombe. Hiyo damu tunachanganya na udogo hiyo na tunachukua. Tunachukua shamba ukiangalia na hakuna hata polisi uende. Polisi wanakuambia ni watu gani wamekuja? Anasikia ni watu wa Mungeke. Umeona wakivuta tobacco? Umeona dalili kama wako na manywele zimekuja kuja? Sasa andika statement. Polisi watakuja.
Unaandika statement, unaambiwa enda, tunakuja. Kuna polisi atafika huko, kwa sababu wewe wa polisi wataingizwa uoga na ile madhabahu tumefanya. Madhabahu ndio isababisha kitu ushinde, vita zozote ushinde ama ushindwe kulingana na type ya madhabahu ile umeinua. Ndio unafanya feasibility study to understand ni magogona mariko, ni madhabahu gani inazungumza kwenye eneo hilo, ni madhabahu gani inazungumza kwenye huyo mwanamke ama huyo mwanaume ama hiyo kazi ama hapo mumeenda hiyo eneo, ni madhabahu gani uzungumza, wanaabudu Mungu gani, na ako na nguvu gani, na ako na uwezo mgani. Ndio naambiwa do not advance until you are sure unaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Reasons for this, Satan wants you to fight a wrong battle. If you don't understand what the kind of battle you are in, the kind of altars that are in your life, you get into a trap of shetani. Utaanza kupigana vita ambavyo sio vile. Watakuletea diversionary, utakuwa kingangana na hii mlango, kumbe shida iko pale kwenye mlango. Ndio nasikia wanarusha hapa, wanarusha hapa. Ukienda sasa wakati umeanza maombi, nataka kwenda katoroni, kwenda kuomba, unasikia mtoto yako ameanguka shule. Unasema oh my God, oh my God, oh the devil is a liar. Devil, you are a liar. Devil, you are a liar. Unakimbia kwenda kuangalia mtoto. Unaambiwa mtoto ameanguka lakini amepelekwa hospitalini na ametibiwa, amerudi. Wakati wa maombi una cancel. Unasema ni dauganya abejikare na mwanathi kugereda mbede muone tondu kiundu kiu ni kiramakirie muno. Ndio ni hatiri odogo. Nywe thie mahoya ni tugathi next time. You have been diverted. Umeondolewa kwenye maombi, umeondolewa kwenye vita. Maana vita shetani amejua unaenda kunipigia katoroni, yeye nitapiga mtoto shule. That's the reason you need to understand kule unaenda. Ndio akianza tutiriki twake, unajua hako ni katiriki, usiweza kusema devil is a liar, ati yeye shida yeye. Hapana, unaelewa shetani ni mzee kukuliko. Ama kalamu shetani ni mulikagu, ni mudhuri mkuru ukira. Na dunia ikitengenezwa alichugulia, na wao kitengenezwa anakujua atakabula, na anajua anointing ile uko nayo, anajua power ile uko nayo. Sasa anajua mtego pale, anakuwekea mtego. Mimi alitoa kwa wazazi wangu, akanipeleka kwa Mogeke na akanifanya mkubwa sana Kenya mzima. Simuliniogopa kama mti ajetigirite ona leo mugi uka huko mushemete tondu mutietekagia kani ahonokire. Tadio shothererie, kuna mtu alituma bibi yake, tadio mushothererie muthikiririe no mutepu ndehere kana riki. Wakati shetani alinichukua akaniweka ndani ya Mogeke, alinimagnify na akanifanya mtu mkubwa, na akanifanya mtu ambaye an equivalent of the police. Nilikuwa naenda na convoy ya magari 12 kama president. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikapotea, na nikakuwa mimi I'm full of myself, until when God himself arrested all my enemies and then he handed them over to me at the time of my transition. So I had to wait for that transition to come. I didn't know that there was a transition, but God knew there is a transition and there is a time for transition. Wakati niliokoka sikuhubiriwa na wahubiri. Mimi mwenyewe kusimama, mama alisimama mbele yangu, alikuwa amevaa white kutoka kwa kichwa mpaka chini. Ndiye aliniambia, geukia Mungu na Mungu atakugeukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo it's very important for you to avoid diversions, kwa sababu zitakuja. Utaikia kwa nyumba, umefanya maombi, tumeomba hapa, ukifika nyumbani unakuta bwana yako anakusirapu for apparently no reason, anakuuliza nego aleki ya umaraya. Anakuangalia mguu, anakuangalia, alafu ukue una kadenti kwa mguu. Watu waletoa kaine. Yaani una imagine venye umeomba, una imagine venye umelilia Mungu mpaka ukasikia upenyo. Ule mwanamke, ile kitu umekuwa associated nayo ni usherati. Na maisha yako yote haujawahi kufanya usherati. Unakasirika mpaka unasema hii kitu nitafanya, hii kitu ameshida akisema nitaifanya. Ile mahali utaenda mara ya kwanza tu kufanya, unakutana na ukimwi. Stori yako inaishia hapo. Amefaulu, amekugonga na amekuondoa kwenye mpango yake. That is how trick the devil is. He will just organize strategically
how to dismantle you. So it is very important to do spiritual mapping for anything you are doing. Usiingie kwa madhabahu kama hii na uanze kuirukililia hapa. Na uanze kusema mwadhani anadomire aragotomako. Aragotomatia. Ndoshokere ikio murie kiuria. Kwani Gideon alikuwa mjinga? Aliambia Mungu, hii karua nimekuwekea hapa nikute kakiwa kana maji na huko kwingine ni kudry. Na kumbuka walikuwa wakiongea na Mungu. All along walikuwa wakiongea na Mungu. Akaamka asubuhi akakuta karua venye alisema kako na maji. Akafinya hako karua kakatoa maji ndio msima. Basi mfolo ingine akaambia Mungu, botiga hanini. Hii sasa hii karua kakue dry, huko kwingine kukue wet. Alikuwa anaongea na Mungu. Na the same God that alizungumza na yeye, Mungu mwenye alimwambia, man of valor, wewe ni kiongozi, wewe ndio utashinda hii vita. Lakini alifanya kila juhudi juu chini kuhakikisha amepata the truthness of the God is speaking to. Alipofanya hivyo naye Mungu akafanya hivyo. Tena akamwekea ingine mpaka Mungu akamwambia, hawa maadui unaogopa, nitakusababisha utaenda na utasikia venye wanapaga. So you must test every spirit. Ndio uelewe ni nini kinaendelea. Uelewe what kind of engagement are you going to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. So to avoid, because if you don't understand, Gideon alitaka kujua, maana Mungu alimwambia ya kwamba this battle you will win as a man, not as a community. Remember, Gideon had prepared 32,000 men to go to battle. Alikuwa anapigana na Wamidiani, alikuwa anapigana na Wamereku, alikuwa anapigana na watu wa kusini. Wote walikuwa watu wenye nguvu na walikuwa wanawatesa na walikuwa wanachukua chakula chao na wanaenda nayo. So Gideon with his knowledge na plan zake akatengeneza 32,000. Unakuja kutengeneza 32,000, is it one day job? Ni kitu alipanga long time. Ni kitu kilipangwa kikapangika, 32,000 men ambao walikuwa waende kupigana na Wamidiani. Lakini kuna kitu kimoja hakukielewa. Kitu hiki ambacho hakuelewa ni kwamba verse 1 of chapter 6 of Judges, the Bible says, and the children of Israel did evil in the sight of God, and therefore God handed them over into the hands of the Midianites for 7 years. So, for Gideon was fighting the enemy of God. But the people he was referring as the enemy of God were sent there by God. So they were friends of God. There are problems and challenges you are facing today. You think it's the devil. Unasema devil is a liar. Kumbe si devil, it is God. Ako hapo katikati then yamelete. Ndio fanya uchunguzi kwanza. Fanya uchunguzi ni kwa nini hiyo shida imetokea kwenu. Kama Gideon angesoma verse 1 ya chapter 6, hagetengeneza 32,000, ageelewa. And the children of Israel did evil in the sight of God, and therefore God handed them, akawapatiana kwenye mikono ya Wamidiani kwa miaka 7. Meaning, if you have been handed over and there is a mention of years, that is a judgment. And it's not reversible. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umeigiwa katika judgment, ile judgment imeachiliwa. Kama ni ya miaka 30, it is not reversible. Utaokoka na utakuwa kanisani, lakini shida itaendelea kukuuma vizuri venye ilikuwa inakuuma, because there is a judgment ambayo iliandikwa. So it's very important also kuataka kujua hiyo ugonjwa ama hiyo matatizo uko nayo, was it a judgment? Ni kitu kilijirete ama ni judgment iko. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand. Why have people turned against you? Why are people fighting you? Ni kwa nini kila mahali ukienda kununua kashamba lazima unyang'anywe? Because there is a judgment. And when there is a judgment, inakujaga mpaka na miaka. Ndio na waliwekwa kwenye mikono ya Wamidiani miaka 7. Wao hawakujua. Gideoni hakuwahi kujua ya kwamba ni kupigwa wanapigwa na Mungu. Na hawa Wamidiani si maadui wa Mungu, ni marafiki wa Mungu. Kwa hivyo alienda kupigana na shetani, lakini hakujua anapigana na Mungu.
So whatever was initiated in verse 1 by the children, the fathers, ambao ni akina Joas, baba akina Gideon, walianzisha vita ya kupigana na Mungu wakati walienda kuinamia madhabahu ya shetani, wakati walienda wakajenga madhabahu ya Baal. That is when they got out of God and God started fighting them. And when Gideon started the battle, alianza kupigana na nani? Na Wamidiani, akiwaita shetani. Kumbe anaendelea kufanya kazi ya baba yao ili alianzisha ya kuabudu miungu. Aliendeleza by kuita watu wa Mungu kuwaita shetani. Nikamwambia, do not touch my anointed. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not touch what? My anointed. Because kuna mtu ameletwa kwa maisha yako kwa jina ya mke, lakini ni Mmidiani wa kukunyorosa mpaka urudi kwa Mungu. Na haondokagi, na haedagi, hapuguki, ako hapo constantly akikufinya. Ukijaribu kuinuka kidogo anakukanyaga, anakurudisha chini. Unasema gomeno ni gomeo rojo wako ni higwegete na hinya. Hallelujah. Because ni Mmidiani na ametumwa, ako on assignment. Ugonjwa, unakuta kuna kiugonjwa, umeenda kila hospitali, umeingia kila hospitali, kumbe ni judgment iko hapo. Unaenda kwa hospitali, unakuwa unaambiwa enda Agakani ndio kuna specialist. Unaenda Agakani wanakurefer, wanakuambia enda Nairobi kuna specialist. Kutoka huko unakuwa referred South Africa, kuna specialist. Kumbe ni kashaba kanataka kakuliwe mpaka kaisha. Na hiyo shaba yote kwa sababu venye ilipatikana ikikuliwa ikiisha, unasikia mgonjwa alipona. Aradhi ile kwa Waruinge wekinyogwo ni ndaigira murago igokigwa kindu kia gwathe kiehera na agihona. Niki ka Wamidiani waliotumwa kwenye maisha yako washamaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakimaliza wanaondoka. Na huwezi kupigana na wao. Hawezi kabisa, hawezi. Gideon hakupigana. Aliambiwa ingia kwa zizi ya baba yako, chukua ndume wawili wa miaka 7. That is only battle. Baba yake ndiye alikuwa shida. Maana baba yake ndiye alilete madhabahu hiyo ingine ya kuabudu ya Baali. Baba yao na wazee ndio walilete madhabahu ya kuabudu. Jiulize kama hiyo shida unapitia ni baba yako alilete uganga kwenu. Jiulize kama ni mama yako ambaye anakuwa mchawi kwa hiyo nyumba yenu. Jiulize kama ni huyo mke ama huyo baba, ama kule umetoa bibi ama kule umetoa mwanaume. Leta chunguza huko ndani, utajua shida iko hapo. Gideon hakuwa anajua, na alikuwa akipanga 32,000 people, akipanga na baba yake ndiye anajua atikihogona geke kihara no ni joe itikiagai. Gideon peke yake ndiye alikuwa anajua hapa hakuna Mungu, yeye tu. Na wakati jamaa alikuja, Mungu akamtumia, akavunja hiyo madhabahu, ikaaguka. Tuse tulikuwa na Gideon, tulikuja na Joas, tulikuja tukaambia Joas, baba ya Gideon, tunajua it is your son, tunajua ni kijana yako, mulete tumuue. Naye aliwaambiaje? Kama hapa hii ni ya Mungu, Mungu atajipigania. Kwa hivyo yeye ndiye alikuwa anajua, na akajua huyu mwenye amejua kubomoa hii amepata ufunuo. Na amenigudua na amejua hapa hakuna Mungu. Huyu mwenye amebomoa na akajua ni mtoto wangu. Maana alikuwa na cheki mtoto akipaka 32,000. Alikuwa anamwekea gedhito. Ndio na ukienda kufanya mambo mingi na wazazi, jichunguze sana, labda wanaweza kuwa ni wao. Wakipaka 32,000 people, Joasi anajua haka kakijana kanataka kuagusa ile madhabahu yangu. So kakijana kakiendelea, kalikuwa kanarushiwa magonjwa, kanarushiwa confusion, kanarushiwa kila kitu, ndio kakue until such a time when the angel from heaven alikuja akaongea na kijana. Unaweza kuwa baba yako ni mrogi, ani wodi yako share nake uli aonete thina akamenyaga yes. Hallelujah. Inaweza kuwa baba yako alikupatiana kwa shetani na unaenda kumwambia niye baba ndiye kijeta mwisho. Niye alakijeta niye maoto bako ni bala etani. Mzuri bako ni arathire bela cia kwa ni. Mzana jua. So sometimes you don't share the challenges you are facing. Share them with God. Hallelujah. Share with God. Surrender to God. Surrender, do not do the battle. Surrender to him. He will reveal himself to you, and he will tell you what kind of battle you are going through, what kind of challenges you are facing, what kind of the enemies they are, what kind of problems that are in you. They are not just ordinary problems. God is, maybe your father is involved, maybe your cousins are involved, maybe your relative, your clan is involved in this, and it is a clan unataka kuambia kujeni tukae chini. Tualeli horo wadu walieno.
Ani maramenya magogona maria marutire. Twarĩrĩria ũhoro wa ndwari ĩno. Kenda kwa haraka wanakwambia ndwari ni nini na mũrimũ ni nini. Mũrimũ wanakwambia ni ujinga. Kumbe wanajua kile kitu wamefanya. Ndio wamasama wanakwambia ni ujinga. Ati ni mũrimũ. Ũrimũ ũkanaga na ũrimũ. Na ndwari nĩ yoĩkate nĩ gũkũra akua. You see, those kind of languages. These are languages designed and propagated to let you go. And to divert everything that you are doing. So when you are careful, you don't do wrong battles. You do the actual. Before you make a move to do any battle, spiritual battle, understand the dynamics. Understand what are you doing. Wacha kuruka. Wacha kukibia. Wacha kukibia. Hii dunia kuna mahali itaenda. Itakumesa na utaendelea tu kuishi. Itaendelea kuwepo. Kwani imemeza watu wangapi? Wale wako hapa chini ni wangapi? Watu wengi. Na dunia iko tu na inaendelea na ina produce wengine na ina mesa. Kwa hivyo wache hiyo maneno ya kukibiria. Haje kuja kuambia watu hapa bwana ameniambia, bwana mtu akikuja kukwambia mimi ni apostle, mimi niko na domereli, mimi ninafanya hivi, mimi nataka mwambie hebu kaa chini. Kaa chini kwanza. Niolete. Bwana Yesu asifiwe sana. Niolete. Mununulie chakula kwanza. Ujue yeno ni daimono. Yoketa kugia kanitha. Usiogope, usirudi nyuma ati wamekusubua, ati sasa wametusubua, ati huyu mama ametusubua, huyu nini ametusubua. Hapana. Don't fear that the devil. That's a diversionary. Inajua mumeanzisha kitu na imetumwa kuhakikisha hiyo mambo isiendelee. Sasa mtaanza kukwasika. Na immediately mtaanza maombi ya kupigana na nani? Na yeye. Mnaachana na shetani. Bwana Yesu akikupatia domereli muulize niolete. Mnachaka tu pesa hapo mnamwambia nenda ukakule. Aende akakule. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikwanza kukwambia ati yeye amezungumziwa ameonyeshwa, mwambie aende fungua kanisa huko. Yaachana hapa hakuwezi kuwa na wafalme wawili in the same territory. Hakujawahi kukua. Ama kuwesha ni kule kwa alomere ni wanyombe mwe. Hakuwezi. Haiwezekani. Huyo mtu kanyagisha nje. Na usikuwe na uoga ukikanyagisha nje, kanyagisha. Kwa sababu huyo ni sabotage. Hiyo ni kitu inaitwa kwa sababu ni demon, ni shaitani ya kuleta diversion. Kwa sababu mlikutana usiku kwa sababu ya maombi ya kupigana na mipango ya shetani. Yeye anakuja mtumwa na shetani. Eda huko uanze kutoa hizi domereli. Akitoa hizo domereli anaanza kukwaza. Sasa the moment mnaanza kukwasika, mnaanza kudeal na yeye. Mnaachana na nani? Na mdosi pale akifanya kazi. No ginyoge na uge. Easy battle, you must use your brain. You don't just jump ati kwa sababu kumigia kimwenda wa simu pale. Mnaanza, pepo, lishe, pepo. No, stop. Endelea na mahubiri. Ukiendelea na mahubiri, hiyo utaona amekuja amekaa chini. When you make the devil irrelevant in your life, the devil disappears. Lakini ukianza, nakukemea katika jina. Ile kitu yote nilikuwa nawafundisha, ninaachana nao, ninaenda katika jina. Katika jina mpaka najiconfuse. Katika jina ya shetani, nakuambia utoke. Nani mimi? Sasa mnaanza kuniangalia, haya, ati katika jina ya nani? Ni mwaibole ugire. Kwa sababu nimekorogwa mara moja, nimetwiniwa, nimeanza katika jina ya shetani. Watu wote hapa na shetani anazunguka sasa kwenu. Anaambia ni mwaibole ugire. Awira katika jina ya nani? Ete tumwiraga mundu ucio ni wa ngoma. Mwathani agocwo. Hiyo ndio trick mnafaa kuelewa sana. Wakati uko kwenye battle, the first thing utaletewa diversionary. Utaletewa kitu kitakutoa kwa Mungu. Utaletewa masauti. Mungu anataka kuongea na wewe, anakupatia gari ka probox kadogo ndio anataka kukuanzishia. Shetani anakuja na D-Max mpya. Na hata unaiona kwa doto. D-Max, ukiendesha D-Max kutoka kampuni ya GM. Sasa unakopea D-Max na ka probox. Unaona ka probox ni watu ya miraa. D-Max ni mtu tajiri. Unaenda kwa D-Max. Ukifika kwa D-Max, ukipaka laini, unasikia ka probox kamepitwa. Alafu mkipaka laini, ukienda kufika general manager anasema the next fleet zile zilikuwa zimechukuliwa. The next fleet ni za next year. Lakini we shall consider you as number 1. Ukirudi kwa probox unasikia kameenda na mtu wa miraa. Avoid to get
trapped into the diversionaries of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Concentrate on defending yourself. Concentrate on defending yourself. Do not go defending others. Don't go start fighting others. I'm defending or putting a wall on others. Defend yourself by walking righteously. Defend yourself by relating with God. Concentrate na wewe. Defense. Wacha kwanza shetani ashidwe. Sereva isalaya. No. Purify yourself and let God do the battle for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Ay. Naonekana ni kama I'm not in the same battle with you. Am I? What battle? Which battle are we together? Do not concentrate on the mistakes that we make when defending ourselves. This mistake that we make when defending ourselves, we fail to build ourselves. That's a mistake. We fail to build or to make a wall for ourselves. And those kind of mistakes that we make on that line causes us to fail, causes us not to succeed, causes us not to go into distances. Bwana Yesu asifiwe sana. By doing in the right battle, you will walk into enemy's camp and take back what is rightfully yours. The day you do it rightly, you get into the enemy's camp and you'll take what is rightfully yours. When David alikuta bibi zake, watu wamechukuliwa, mambuzi wamechukuliwa, mang'ombe wamechukuliwa, everything has been taken. He did not rush to go to battle. Instead, he asked for the effort. Akavaa vazi la kiutume. Akaingia ndani ya nyumba ya kiutume. Kisha akafanya nini? Akatoa dhabihu ya kiutume. Akauliza Mungu, can I go for them? Bwana Yesu asifiwe sana. Can I go for them? Then God akamwambiaje? Go, and surely you will recover and you will even take their possession. So when you work strategically in the plan of God, you recover and you take their possession. So planning to do with God is important. Tusimame kwa miguu yetu. In the book of Isaiah, chapter number 45, verse number 2, the Bible says, I will go before you and make the crooked paths straight. I will go before you and I will make all the crooked paths, they will be straight. So what does that mean? That when you let God do the battle, he goes ahead of you. And every crooked path and every kind of an enemy that is ahead of you, utaona kila kitu kimebadilika. Njia zako zote zitakuwa zimebadilika. Mipango yako yote itakuwa imebadilika. Kwa hivyo, don't rush into doing this. Seek God first. Seek to understand where you are, the territories, the territorial powers, the authorities there. Once you understand them, there will be no battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema Mungu ni wewe peke yake. There is nothing, there's no any other God apart from you. May God bless you for today. That topic will be continued tomorrow. It's a big topic. Ni masaa nimeona imeenda sana na kuna watu wanaenda kazi. It's a big topic ambao tutaenda for the next 4 days. So it is a series. I hope wamekuachilia sasa. Bwana asifiwe sana. Hawata kushika. Hebu kuja tuone kama wamekuachilia. Si unaona ameanza kutembea. Ulikuwa nasikia kuanguka? Unaboeka tu kukuja kanisa.
Utaenda kuchekelewa. Sasa tukuchekelee. Shh. Asante. You're free. It won't come back to you again. When you have a ministry, uko na huduma ndani yako, that is how they will deal with you. Worship. Nataka tujipeleke mbele za Mungu. I want you to seek God to pardon you. You surrender back to God and you let God do this battle for you. Yes. Chukua muda dakika 2-3 hivi. Tujipeane mikononi mwa Mungu. Naye Mungu mwambie kutoka sasa vita vyote na mipango yote ninaipeana mikononi mwako. Maadui wangu ambao walikuwa wameniunukia nawapeana mikononi. Wale watu walikuwa wamepanga maovu juu yangu ni wamewapeana mikononi mwako. Wale watu walikuwa na agenda tofauti Baba wako mikononi mwako. Sitapigana vita hivi maana vita ni vyako. Yes. Usisimame tu kama mti. You can move around. You can even want to kneel down. You can even want to say, unaweza kulala. Just take your time. Lift up. Take your time. No, don't. Just do the keyboard. Yeah. Just do the keyboard. Yeah. Jiachilie mbele za Mungu sasa. Jiachilie tu. Mwambie Mungu kutoka leo mimi nataka kukaa katika mipango yako. Nataka kukaa kwenye agenda yako. I say your keyboard peke yake. In the book of Deuteronomy 9 verse 3, therefore understand today that the Lord your God is he who goes before you as a consuming fire. Muite kama consuming fire. Muite mwambie you are the consuming fire. Now take over my battles. Mwambie take over my battles. Mwambie vita vyote sasa vichukue. Mwambie vita vichukue sasa. I cannot be able to fight anymore. I am tired of fighting. I am tired of doing these things. I am tired of moving. I'll just allow God to take over. Open up your lips. Fungua kinywa chako, endelea kumwambia. Mwambie sasa mimi niko tayari kutumika. Sasa niko tayari unipiganie. Vita hivi nimejaribu, nimeshindwa. Mwambie sasa niko tayari. I'm ready to be used as a vessel. A combatant. Niko tayari kupambana na vita hivi. Nishike mkono. Pambana na maadui wangu. Pigana na wao wanaopigana na mimi. Pigana na wao wanaopigana na mimi. Oh, inua kinywa chako. Jitetee, jipiganie. Jitetee kwa Mungu. Surrender to God. Surrender to him. Let him do his will upon you. Unastahili
Unastahili Baba kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndio mwenye mamlaka ya mbingu ya dunia hii na hata mamlaka ya mbingu. Tumesarenda kwako. I surrender. Tumesema tumekuja kwako Baba ndio uweze kubariki watoto hawa. Uweze kutubariki, uweze kutubadilishia hata majina yetu. Tumeshindwa kwenye vita hivi. Hatuna nguvu ya aina yoyote ile. Ila ni wewe tu una uwezo wa kubadilisha. Ila tu wewe ndio una uwezo. Angalia jinsi ulivyompigania Gideoni wakati ulimwambia akachukue ng'ombe wawili, dume wawili kutoka kwa zizi ya baba yake, kisha ukamwambia jinsi atakavyobomoa madhabahu. Ninakuomba siku hii ya leo Baba utupatie jinsi ya kubomoa hii madhabahu. Tuambie Baba, tuambie direction, tuambie plan, tuambie formula ya kubomoa hii madhabahu. Tuambie Jehova. Tell us now God, tell us now. Tell us now. Baba, tumesukumwa katika madhabahu ya shetani. Tumesukumwa na tumeshikwa mateka. Hatuna uwezo. Plani zetu zote wamezivunja. Mipango yote uliotupatia imeanguka. Ninakuomba Baba ukafungue milango, ukatuwezeshe, ukatupigania hizi vita. Fanya barabara zao za maadui zetu zikakuwe telezi, wakashindwe katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba utukufu wako, neema yako ikashuke, maana una uwezo, una mamlaka. I thank you Father, I give you glory, I give you honor because you are the Lord. Tungani. Mwambie kutoka leo sitafanya diversionary, sitaingia kwenye vita sielewi, sitaingia kwenye mambo ambayo siyaelewi, sitapigana vita ambavyo sivijui, sitapigana. Mwambie Mungu nimesarenda. Mwambie Mungu nimeinua mikono yangu juu, nimesarenda. Wewe niongoze tu katika mipango yako yote. Mahali unataka nikaende, ukaniinulie mipango hii, ukaniinulie njia hizi, ukaniinulie mipango hii katika jina la Yesu Kristo. Surrender to him. Just give yourself in to him. Let him do the battle. Let him do the will. Let him do it. He is already here with us. He's doing it now. Ask him, Father, I'm here. I've surrendered. Nimesarenda kwako. Sina jambo lingine, sina mpango mwingine. Mipango ni ya kwako. Mipango ni wewe. Mwambie wewe ndio mwenye mipango yote. Mwambie wewe ndio mwenye uwezo. Mamlaka ya mbingu na dunia ni yako. Wewe ndio mponyaji. Wewe ndio mpiganaji. Wewe ndio mtuwezezaji. Wewe ndio unamtufanya tukafaulu. Mwambie I am here. I'm here because of your plan. You said you got good plans for us. Plans not to destroy us, but plans to make us better and strong. Mwambie hivyo. The plan you have for us, we know they are special plans. They are good plans. You lifted us that we may be able to walk according to your own will. You may be able to walk according to your own plans. Make us succeed. Make us succeed. Make me succeed. Make me conquer. Make me conquer. Nifaulishe nikaweze kushinda vita. Vita hivi siviwezi, ila wewe kupitia kwako tunaweza. Kupitia kwako tunaweza. Mwambie tu surrender. Surrender watoto wako kwake. Surrender wazazi wako kwake. Surrender kazi zako. Surrender mke wako. Surrender mume wako. Surrender them. Surrender biashara yako. Surrender maombi yako. Surrender huduma yako kwake. Ataichukua na atapigana nayo. Ataweza kufaulu. Atakufaulisha. Atakufaulisha. Huyu Mungu ana uwezo.
He will make you succeed. He will make you win this battle. This battle does not belong to you, belongs to God. Him alone, all this belongs to. You are the mighty God. You are the King of kings. You are the King of glory. Father, you know us. Before the creation of the world, before we existed, you knew us. You sanctified us and made us holy unto your kingdom. In Jesus' name we pray. Just come forward now. Sogeni mbele kabisa kwenye madhabahu. Sogeni, kila mtu asogee mbele kwenye madhabahu. Kila mtu asogee mbele kwenye madhabahu. Nataka tufanye toba. Nataka tufanye maombi ya toba. Tuombe msamaha. Maana sisi zote kwa njia moja au nyingine tumejihusisha kwenye mipango ambayo sio mizuri. Mpatie yule leso ajifunge. Wakati unaingia kwenye nyumba ya Mungu, tafadhali kuwa nadhifu kidogo. Oh yes. Tuinue tu mikono yetu miwili juu. Sema, Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, nimeinua mikono yangu juu kuungama dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua, kwa makusudio, na zile nimefanya bila makusudio wala kujua. Nishike mkono kwenye vita hivi, maana sina uwezo, sina nguvu. Nipatie maarifa ya kutembea na wewe. Sina uwezo wowote, sina uwezo wowote, na kutegemea wewe Baba ukiwa mbinguni. Nishike mkono. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa wote ninawaleta kwenye mkono wako, ukaweze kuwabariki kutoka sasa kwenda mbele. Wapiganie kwenye vita zao kutoka sasa kwenda mbele. Wamesema hawawezi, hawajui, hawana uwezo. Wote ni wewe. You are the only source of the knowledge. Vita vyote Baba, kama vile vitusema, ni vyako. Tumekuregeshea vita zote tulizokuwa nazo. Masengenyo yote, mambo yoyote yale tulikuwa tumeinua, tumepatiana kwako. Wale ambao walituinukia tumewapatiana kwako. Waliotupeleka kwa waganga na wachawi tumewapatiana kwako. Waliotupangia maovu tunawapatiana kwako. Waliotupangia na waliotusengenya kwenye mipango miovu, wote tunawapatiana mikononi kwako. Wote waliokuwa na chuki na sisi, we surrender them to you. Wote waliokuwa na mipango miovu, we surrender them to you, God. Take the battle over now. Take the battle of our sicknesses now. Take the battle of our inability now. Take the battle of our scarcity now. The battle of poverty, take it over. Waliotunyang'anya vitu zao, take it over. In the mighty name of Jesus Christ, take it over. Somebody open your lips. Sasa mwambie Mungu, take over my battles now. Take over my battles now. Take over my battles now. I surrender to you, God. I surrender to you. You are the master. You are the King of kings. Oh, Rabba Babarina Ramashete de Devo. Oh, Rakete de Ramaseda. Reketaya Ramashete de Devoza. Rema Ramashete ya Ramasete de Dede. Hasasa. God, I thank you, Father. I give honor to you. Jetaya Rabba. Evetera. Setaya Ramase. Sheketaya Rama. Sataya Ramash. Thank you. Thank you, Jesus. Sema, Bwana Yesu, asante kwa kunisikia leo.
asante kwa kuchukua vita hivi, maana singeweza, bila wewe singeweza. Msaada wako ndio nautegemea. Nainua macho yangu, natazama milimani, msaada wangu unatoka kwako. In Jesus name, say amen. Sawa, shika sadaka zako, wekelea kwenye madhabahu hapa, and God will bless you. I'll be meeting you in my office. So usikuje kunipatia story mrefu. You only 3 minutes. Ukiona nimekwambia toka, utoke haraka haraka kabla sijasikwa na hasira. Ameona nimeambia Mungu anipiganie. Kwa hivyo nitaambia Mungu wangu, teremka, piga huyu mtu aetoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usianze story za ugali venye jana ugali ilikuwa ni ya wipi ama ilikuwa ni ya muhogo. Bwana Yesu asifiwe. So ukuje straight to the point. Nimekuja kwa sababu mimi ninakohoa, period. Wacha kuexplainia venye unakohoa, si ndio? Ndio tu nione watu wengi as much as I can. Also, I want to meet you in the order you arrived. Msiende pale mkae hapa, but in the order ile ulikuja. Hivyo ndivyo nitawaona. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and Bethel Clouds TV, empowering lives.